tutajifunza ujumbe unaosema kusikia sauti ya Mungu. Mwambie jirani yako kusikia sauti ya Mungu. Mwambie shika na mkono kabisa, mwambie kusikia sauti ya Mungu. Mwambie hivi, unasikia kweli wewe? Kweli Mungu anazungumza na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutajifunza ujumbe unaosema kusikia sauti ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukiangalia hapo katika dunia hii tulionayo, ziko sauti nyingi tunazozisikia. Ziko aina tofauti za sauti. Tumeweza kusikia sauti za watu wakiongea. Tumeweza kusikia sauti za marafiki wakizungumza. Tumeweza kusikia sauti ya pia hofu. Pia tumeweza kusikia sauti za tamaa. Lakini pia tumeweza kusikia pia sauti za dunia. Lakini pia tumeweza kusikia sauti pia za shetani. Lakini pia tumeweza kusikia sauti za akili zetu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hizo zote sauti, hizo zote tunazozisikia, iko sauti moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako iko sauti moja. Mwambie iko sauti moja ambayo siku ya leo imetufanya tuwe hapa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia tangu mwanzo, tumeanza kusoma kwa mfano tangu mwanzo Biblia. Mungu ameweza kuongea na watu tofauti. Ameweza kuongea na Adam toka mwanzo wa Biblia. Amezungumza na Nuhu. Amezungumza na Ibrahim. Amezungumza na Musa. Amezungumza pia na Samueli. Amezungumza na manabii na mitume mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wote Mungu amezungumza nao. Na kila aliyezungumza na Mungu ametii pia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu msije mmoja alifungulie Kumbukumbu la Torati ile sura 28 na ule mstari wa kwanza kabisa. Kwa bidii kutunza na kufanya maagizo yake yote aliyokuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumejifunza kwa Kumbukumbu la Torati 28:1 anasema kwamba utaposikia sauti ya Mungu tena kwa nini? Kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba utakufanyaje? Utakusikia. Na sio kusikia tu, tena kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kutunza na kufanya maagizo yote Mungu anayekueleza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapo tunajifunza kusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ujumbe wetu leo unasema kwamba kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tujifunze kusikia. Na Mungu lazima azungumze na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukiangalia kwa mifano kwa wanafunzi, mfano kama sisi wanachuo kule, kwamba ili uweze kuwa performance yako iwe nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo baadhi ya kuzingatia pindi mwalimu anafundisha. Haleluya. Kitu cha kwanza lazima usikie. Msikie mwalimu anachokueleza. Msikie mwalimu anachofundisha. Msikie mwalimu anachokwambia. Na sio kusikia tu, hakutoshi. Lakini pia lazima utekeleze kile Mungu anachokwambia. Lazima utekeleze Mungu anachokueleza. Na pia utekeleze kwa bidii kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima usikie pia kutekeleza na kufanya. Mfano sisi teacher anapokuwa anafundisha tu kawaida, ila sisi wanafunzi ndio tuna shughuli ya kufanyia kazi kile kitu anachotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo ni mfano ambao Mungu pia anazungumza na sisi ili uweze kufanikiwa, ili uweze biashara yako isonge, ili uweze ndoa yako idumu, ili uweze kuwa na maisha mazuri. Unapaswa kusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Mwambie jirani yako unapaswa kusikia sauti ya Mungu.
Mwambie unapaswa kusikia sauti ya Mungu. Pia nifungulie Kumbukumbu la Torati 27:10. Basi sikia sauti ya Bwana Mungu wako, ufanye maagizo yake na amri zake nikuagizavyo leo. Anasema basi sikia sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia sauti ya Bwana. Anasema ufanye maagizo na amri zake nikuagizavyo leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba sikia sauti ya Bwana, ufanye maagizo yake yote na amri zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekuwa akizungumza na sisi. Mungu ameweza kutupatia amri zake. Ukisoma kwenye Biblia ziko amri nyingi. Mungu ameziandika, ziko pale, ziko nyingi, amri nyingi. Hizo zote tunatakiwa tuzifanye. Zote tunatakiwa tuzitekeleze. Zote tunatakiwa tuzifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Nasema kwamba moja ya mambo muhimu ambayo kila muumini anapaswa kutamani katika maisha yako ya kiroho, kitu cha kwanza ni kumsikia Mungu na kuitambua sauti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kutambua sauti yake ili uweze kukua kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utambue, kwa maana tumeangalia hapo mwanzo kwamba ziko sauti nyingi. Ziko sauti nyingi. Kwa hiyo lazima utambue sauti ya Mungu ni ipi. Sauti ya marafiki ni ipi. Sauti ya watu ulionao ni ipi. Sauti pia ya ibilisi ni ipi. Wakati mwingine ibilisi anaweza kuongea na wewe ukajua ni Mungu kwamba fanya kitu fulani na ukafanya, kumbe ni shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima utambue sauti ya Mungu ni ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tatizo sio kwamba Mungu aongee na sisi. Mungu anaongea mara nyingi sana. Mungu anaongea na wanadamu mara nyingi sana. Na tatizo si kwamba Mungu haongei mara nyingi. Tatizo ni kwamba wanadamu wamepoteza uwezo wa kutulia na kusikiliza na kutambua sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Mungu amekuwa akiongea na sisi mara nyingi sana. Wakati mwingine anaweza kukataza hata ishi. Wakati mwingine anaweza kukwambia ingia kwenye maombi. Wakati mwingine anaweza kukwambia fanya hichi. Wakati mwingine anaweza kukwambia vitu vingi, lakini tumeshindwa kutuliza akili na kutambua sauti ya Mungu. Kwa maana tunaenda kinyume. Ndio maana sasa tunakuta mambo yako hayaendi, vitu vyako viendi, na kuomba tunaomba ila tusikilize sauti ya Mungu. Na tukifanyii kazi Mungu anavyotuambia. Hatuvifanyii kazi Mungu anavyotuelekeza. Amekwambia usizini, anakwambia usiibe. Lakini watu mwisho siku wanapingana kinyume na maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Lakini kama hufanyi kile unachoambiwa, bado haujatia kikamilifu sauti ya Mungu. Yaani bado kama hufanyi kile unachoambiwa, kama hufanyi Biblia inachosema, haujaitia kikamilifu sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kusikia unapaswa kuzaa utii. Mwambie jirani yako kusikia kunapaswa kuzaa utii. Mwambie kusikia kunapaswa utii. Kwa hiyo lazima uwe mtii Mungu anachokwambia. Lazima uwe mtii kwa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia tutaangalia mifano ya watu waliozungumza na Mungu na kutii sauti zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiangalia mtu wa kwanza alikuwa Ibrahim. Nisoma Mwanzo 12:1, hiyo tutaenda kujisomea. Lakini pia mtu wa pili alikuwa Musa. Ukisoma Kutoka 3:4. Lakini pia alikuwa Samueli. Ukisoma Samueli wa kwanza 3:4. Lakini pia mwingine alikuwa ni Petro. Pia kusoma Luka 5:4-6. Unasikuta pale habari zao kuhusu miujiza iliyofanyika, kuvua samaki wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutaangalia na kitu kingine kwamba usifanye moyo wako kuwa mgumu. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Waebrania 3:15.